Karibu tena wapendwa wa chaneli yetu wana Afrika Mapinduzi. Karibu tunawakaribisha tena kwa mara nyingine kwa kipindi chetu cha leo, breaking news, taarifa ya habari ambazo zinavogonga vichwa mbalimbali vya dunia, hususan hapa Afrika kwenye bara letu. Nawakaribisha tena, mjisikie huru hapa kama kwenu kabisa nyumbani. Chaneli yetu pendwa wana Afrika Mapinduzi TV. Leo tuna habari mbalimbali ambazo zinagonga kwenye vichwa vya habari. Sema tu tutagusia kidogo, alafu baadaye tutoe ushauri kwa watu mbalimbali ambaye wanaingia kichwa wanajimwaga wote kwenye mambo ya siasa bila kuwa na maadili, bila kutafuta kiundani, bila kuchimba kiundani ili wajue chanzo cha matukio ni kitu gani. Bila shaka msisahau kusubscribe kwenye hii channel yenu na ndio yetu, ikiwa siku tutakapo weka au tutakapo upload habari ambayo itakayokuwa imetokea, uwe wa kwanza miongoni mwa watu wa kwanza kuzipokea. Leo tuna habari nyingi tu zilizotokea siku zilizopita. Kulikuwa kujiuzuru kwa makamu wa rais Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi, ambaye watu wengi hawajui chanzo ni kitu gani. Hilo tutakuja kulichimba kwa kina itabidi tuandae mazungumzo yake, itabidi tuandae content yake pekee, tuzungumze kiundani kinachoendelea, kilichotokea, kilichosababisha mpaka Dr. Nchimbi kujiuzuru ni kitu gani. Watu wengi wanafikiria kwamba ni kitu tu cha leo katika miezi 10 aliyokuwa makamu wa rais, lakini ukiangalia kiundani, ukichimba kabisa historia ya Afrika na Tanzania, utaweza kujua kwamba sio kitu cha kawaida, sio kitu ambacho kimetengenezwa juzi tu ndani ya miezi 10 au ndani ya kipindi alipojiunga na CCM. Ni agenda kubwa ambayo watu hawezi wakaelewa, lakini sema tu agenda yenyewe sio Dr. Nchimbi kaiandaa, iliandaliwa na watu wakaja wakaacha system. Sasa ile system ndo bado mpaka sasa hivi inaisumbua Tanzania. Maana leo hili, kesho lingine, juzi kulitokea hili, juzi kati kulitokea lingine. Ni ile system tu iliyoachwa na watu kadhaa au watu ambaye waliitengeneza mpaka sasa hivi wanataka kuiendeleza. Ndo kitu kinaisumbua sasa hivi Tanzania, na kama kawaida mjue kwamba mwifahamu vyema kwamba shida ambaye hawajui kilichotokea na hiyo system ni nani kaitengeneza. Na ukiangalia na vita vinavyoendelea Afrika ya Mashariki, chanzo chake ni pale tu, sema tu watu hawataki kujua. Sasa kuna tukio lilitokea Congo Brazzaville na Congo Kinshasa. Unajua Congo Kinshasa ni jiji kuu la nchi ya Republic Democratic, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Wanajeshi wa Congo Brazzaville 2 waliuawa kwenye tukio lililotokea kile walichoitwa kwamba walikuwa na chunga mipaka, lakini ikaanza kudhihirika baadaye kwamba Rwanda ilitaka kuivamia jiji kuu la Congo Kinshasa kupitia Congo Brazzaville. Fahamike kwamba pia Congo Brazzaville na Congo Kinshasa ni kama tu kilomita 15, havina umbali sana, ni kama Dar es Salaam
hata uwezo ukafika Morogoro hata kidogo. Morogoro kwanza mbali. Ni kama ukiangalia kiufupi Congo Brazzaville, jiji kuu la Congo na Congo Kinshasa ni umbali wa kama Dar es Salaam na Chalinze. Sasa kwa hiyo wanajeshi walitoka Congo Brazzaville wakaja mpakani mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadaye ikagundulika kwamba kama vile wanataka kuvamia nchi, wakaanza kurushiana risasi. Walipoanza kurushiana risasi, wanajeshi wawili wa Congo Brazzaville wakafa, wengine wakachukuliwa mateka. Wale ambao walikuwa hawajavaa nguo za jeshi ndio waliyekuwa wamesindikizwa nao wanajeshi wa Congo Brazzaville waliopoteza maisha pale. Hawa nao waliyekuwa wamevaa kama raia walikuwa wanajeshi tu waliokuwa wamekuja kuandaa njama ndani ya jiji kuu Congo Kinshasa ili wakaandae mapinduzi ya kumpindua rais huyo aliyopo madarakani Mr. Excellent Antoine Felix Tshisekedi. Lakini iligundulika kwamba hao wanajeshi wa FARDC, wanajeshi wa Congo Kinshasa, wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walikuwa na taarifa tu toka tangu muda mrefu, ndo walipokuwa wakilenga muda maalumu waliwaambiwa, ikaja kudhihirika kwamba ni kweli watu walijiingiza wakaja wakaangukia kwenye mtego. Sasa mpaka sasa hivi waliochukuliwa matekwa bado wanahojiwa ili wapate thibitisho na kitu gani kilichowafanya wakaandae kuja kuivamia jiji kuu la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jana asubuhi ndege ya Kinyarwanda iliyokuwa imebeba silaha na wanajeshi iliyokuwa imetoka Rwanda, mbili zilikuwa zimetoka Rwanda zikaja zikatua kwenye jiji la Bukavu, baadaye zikaja kuondoka pia kuelekea Minembwe. Moja ya ndege wazo iliangushwa ikapigwa kombora kabisa ikapotelea mbali mpaka wanajeshi waliokuwa ndani wakafa katukatu. Takayetaka kujua zaidi, tutaweka namba yetu ya WhatsApp, ya grupu WhatsApp kwenye comment. Mtakuja kujiunga, mtaona vile visalia vya ndege vilivyokuwa vimepigwa kombora na watu walipoteza maisha pale. Maiti alikuwa anaonekana. Sema tu hatuwezi tukapitisha kwenye YouTube. Mnajua YouTube ina utaratibu wake. Kwa hiyo wakati wa mchakato wa utoaji wa adhabu alikuwa tayari yuko nchini Brazil, akaambiwa kwamba amekutwa na hatia lakini amepewa onyo na anatakiwa kuomba radhi akiwa huko Brazili, huko Sofia Simba akifukuzwa wanachama, huko Mheshimiwa Adam Kimbisa yeye akionywa. Kipindi hicho alikuwa ni mwenyekiti wa CCM mkoa wa Dodoma. Sasa safari hii imekuwaje? Watu wanahoji, mbona hajapitia huo mchakato? Lakini tukumbuke kwamba wiki kadhaa zilizopita kulikuwa kuna tetesi kwamba Dr. Emmanuel Nchimbi ameitwa kwenye kamati ya maadili ya Chama cha Mapinduzi, na Chama cha Mapinduzi hakikuwahi kukanusha popote kwamba hakijamuita. Lakini pia utaratibu wa kuwaita watu kwenye kamati ya maadili ya Chama cha Mapinduzi, mara zote Chama cha Mapinduzi kimekuwa hakiuweki hadharani, labda aliyeitwa yeye ndo aamue kueleza kwamba nimeitwa, kama ambavyo ilitokea kwa Membe. Lakini wakati wanaenda ndo huwa inaripotiwa wakiwa wanaingia kwenye ofisi za chama au wakiwa wanatoka. Sasa kuna mambo mengi tunaweza kuchambua kupitia kwenye huu ukurasa wa Dr. Emmanuel Nchimbi. Sema tu mambo mengi yalitokea, sio tu mambo ya leo, wametokea mengi tu. Halikadhalika
tutakuja kuyaongelea zaidi. Kabla hatujaendelea kwenye habari ya Dr. Emmanuel Nchimbi, kuna habari ya kwamba vita sasa hivi Kongo vinaendelea. Vita vinaendelea kabisa, na tunataka kujulisha watu wale wanaifuatilia ukurasa wetu wa wana mapinduzi wa Afrika, kuwajulisha kwamba hivi vita vinavyoendelea Kongo, Rwanda kuvamia Kongo, sijui kuleta mfarakano ndani ya Afrika Mashariki. Kama watu ambaye mnaifuatilia hata huu muungano wa Afrika Mashariki wa nchi sijui 8 hivi, Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Sudan ya Kusini na Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, umesha kuwa na mpasuko kama ikiwa mnavifuatilia vizuri sana. Sasa vita vinavyoendelea Kongo ya Mashariki, kulikuwa mji mmoja unaitwa Minembwe uko juu kidogo ya jiji la Uvira. Watu wengi kama watu wa Kigoma mnafahamu jiji la Uvira. Ukiwa Kigoma unaweza kaona kwamba ni pembezoni mwa mto wa Lake Tanganyika na sio mbali sana. Watu wengi mnaifanya biashara kutoka Kigoma kwenda Kongo, Karemi, sijui wapi. Mnapafahamu vema. Mji wa Minembwe uko juu kidogo ya mji wa Uvira sasa hivi, kulingana na ripoti zinazoripotiwa kwa sasa hivi. Vita vinaendelea pale. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lina udhibiti, nataka kurudisha kwenye upande wa serikali kwa sababu ya kile walichoita ceasefire, kusitisha mapigano. Kumbe hawakufahamu kwamba hawa wasimamizi wa amani wa MONUSCO walikuwa wanajaribu kutengeneza figisu na kujaribu kuangalia kwamba wataweza kuwapa favor hawa wanamgambo wa M23 Rwanda. Kila mtu anafahamu kwamba Rwanda ndio ilivamia Kongo kutokana na mpango wao walionao wa tangu muda mrefu. Ni agenda, ni mpango ambao wanao kabisa kwamba watakuja kuongoza nchi za Afrika nzima, sio Afrika Mashariki peke yake, nchi za Afrika nzima. Na ndio maana walifanya mpango, wakaja wakapeleka wanajeshi ndani ya Msumbiji. Nadhani wana CCM wanajua, na wale ambaye wanafuatilia siasa na vita hizi na hizi vurugu zinazotokea hapa Afrika wanafahamu vyema. Kwa hiyo hii coalition, huu muungano wa kijeshi ambayo uko Kongo umejaribu tena kwenda kuchukua maeneo ya Minembwe. Mpaka sasa hivi wanasema kwamba zile sehemu ambazo zote ziko strategic wameshazichukua, zimesharudi kwenye mkono wa serikali. Kwa sasa hivi wanajipanga kuendelea na vita mpaka watapokomboa yale maeneo yote ambayo amenashikiliwa na Wanyarwanda na wanamgambo wa M23 pamoja na Rwanda. Ijulikane kwamba kinachoendelea Kongo ya Afrika Mashariki ya Kongo ya Mashariki sio kwamba wanajeshi wa Rwanda ndio wanapigana vita pale vya kuchukua maeneo na ardhi ya Kongo. Ijulikane kwamba kuna wanajeshi wa Uganda, kuna na wenyewe wanapigana kwa upande wa Rwanda kuisaidia Rwanda ili iendelee kuchukua maeneo mengi. Kuna wanajeshi wa Kenya, na ijulikane kwamba na wenyewe wanapigana kwa upande wa Rwanda ili waendelee kuchukua maeneo mengi. Kuna wanajeshi waliyetoka Somalia kama kawaida kwenye vile vikundi vya kigaidi Al-Shabaab, na wenyewe wanapigana kwa upande wa Rwanda ili waendelee kuchukua maeneo ya kutosha. Kuna wanajeshi wa Sudani ya Kusini, hao wote wanaisaidia, na kuna wanajeshi waliyetoka Ethiopia, hao wote wanasaidia Rwanda.
na ijulikane kwamba kuna wazungu wanaitoka Ufaransa, Ubelgiji na Norway na Israel na Marekani pia pamoja na Mexico. Hao wote ni watu wanayejaribu kusaidia Rwanda ili ikaidhibiti Kongo wakaichukue. Sasa tunapokuwa tunazungumzia kwamba kuna mpango ambaye ulipangwa na watu fulani tangu miaka 50 iliyopita, msije mkashtuka kwamba ni kitu gani kilichotokea, na tunawathibitishia kwamba kwa upande wa Tanzania hizi vurugu zote zinazo badilika kila siku, mjue kwamba kuna kitu ambacho kinahusiana na hizi vita za Kongo, na pia kujiuzuru kwa Dr. Nchimbi na kunahusiana na hizi vita za Kongo. Watu msije mkasahau, na nawahakikishia kwamba wale ambaye mnanisikia na kunifuatilia ni kwamba hizi vita za Kongo, mkiona CCM na kazi ya watu wanayezungumza mambo ya katiba, sijui katiba mpya, katiba nini, wanaona kwamba hao watu hawajajua chochote, ndio maana huwa wanawasusia, kwa sababu CCM inajua vyema kwamba katika muungano wa Afrika Tanzania ilishiriki pakubwa kusababisha muungano wa Afrika usifanyike, kwa sababu ya viongozi tulivyokuwa navyo zamani kipindi tangu tupate uhuru mwaka 1961 na 2. Viongozi tuliokuwa nao ndo walifanya Afrika isiwe na muungano. Kwa sababu gani? Sababu tutazitaja kwenye content zitakazokuja. Watakayetaka kujua mengi, mje subscribe na comment, muulize maswali atakuwa anajibiwa kutokana na video tutakazotengeneza hapo baadaye. Tutasoma kwanza maswali, alafu ndo tutatengeneza video, alafu tuwajibu maswali yenu. Sasa taarifa yenu ni kwamba kila mtu ajue kwamba ana wajibu wa kupigania Afrika. Shida ni kwamba wale ambaye huwa wanazungumzia mambo ya katiba ni kwa kuwa kwamba maoni yao anaangalia tu mpaka mpakani Mbeya kule Kasumuru, baadaye maoni yao haweza kavuka mpaka Malawi. Wengine ndo hao mipakani tu ndo wanaishia, yani hawawezi wakaangalia kile pale tunapozungumzia na tunaposema beyond. Sasa nataka niwahakishie kwamba hii CCM msichukulie poa, wanajua wanachofanya ni kitu gani. Wanajua mara nyingi watu tukizungumza ukweli huwaga wanasema kwamba huyu ni chawa sijui nini, lakini mjue kwamba huo ndio ukweli halisi. CCM ni babu kubwa hapa ndani ya bara la Afrika, na wanachokifanya sasa hivi sio kwamba wanataka Tanzania ibaki kwenye mfumo ule wa zamani. Ni kwamba hawataki bara la Afrika liendelee kunyonywa na mabeberu. Ni kwamba kwa sasa hivi wanachokifanya wanafanya kile wanachoitwa kwa Kiingereza correcting mistakes, to correct the mistakes, yani kukosoa makosa yaliyotokea kwa babu zetu. Mimi huwaga naelewa vizuri sana, hata watu wengine wanaweza wakaelewa kilichotokea Baba Nyerere, japokuwa alikuwa sio Mtanzania halisi. Baba Nyerere aliucheza vizuri, kwa sababu asingeucheza vile walivyokuwa wanataka Waingereza na Wafaransa na Waisraeli pamoja na Marekani. Wangemuoa kabisa, wangemuua, lakini akaja kaliona ndo
akasusia jambo la kuunganisha Afrika. Kwa hiyo CCM kwa sasa hivi inajaribu kukosoa makosa aliyotokea miaka iliyopita ili asije akajirudia tena, na ndo nawaambia hizi vita zinazopiganwa Tanzania za maneno na za vitendo ni kwamba ndo zinazosababisha Kongo iendelee kupigania uhuru wake, kwa sababu Tanzania tu ikifanya mistake ndogo, mjue kwamba Afrika yote itakuwa imechukuliwa. Sasa ngoja nisiwachoshe, ngoja mimi niwaage, niwakumbushe kwamba msisahau kusubscribe. Ni channel yenu, channel ya watu wanayetaka kujua ukweli kuhusu Afrika na kesho yake na mambo yaliyopita. Tutakuwa tunachambua kidogo kidogo mpaka watu waje wakaelewe kilichotokea na kilichoplaniwa, walichokiplani ni kitu gani. Asante. Subscribe, share na ucomment. Muulize kwanza maswali, ndo kesho tukirudi kutengeneza video nyingine tuje tukawajibu insha Allah. Asante sana. Amani ya Mungu iwe pamoja na nyie milele na milele. Lakini msisahau kwamba vita zinazoendelea Tanzania, mjue kwamba kuna vita vya maneno, kwanza kuhusu katiba na kuhusu katiba mpya na kuhusu waliouawa 29 Oktoba 2025 kipindi cha uchaguzi. Mkumbuke kwamba mjue Burundi kuna vita, masoko kila siku yanachomwa, sehemu zile nyeti za nchi zinachomwa, na wanaichoma mjue kwamba ni wale wale. Kongo kuna vita, watu wanauawa, wanachinjwa kweli kweli, ndege zinaangushwa. Rwanda ndo hivyo tena, hakukaliki. Uganda penyewe mnakufahamu, Kenya ndo hivyo tena. Kwa hiyo South Africa kote mnakujua kinachoendelea ni kitu gani. Kwa hiyo Afrika kwa ujumla ina vita, Afrika nzima ina vita ndani yake. Kwa hiyo tujitahidi tuwe waelewa, tujue kinachoendelea ni kitu gani, alafu tujue kwamba wapi tutengeneze dawa, na ijulikane kwamba Mtanzania yoyote awe mdogo, awe mtoto, awe wastani, awe mzee, una wajibu wa kupigana na kuikomboa Afrika. Msije mkakaa tu kuzungumzia katiba yenu. Hiyo nchi ni ndogo, nchi ambaye kwa ndege huwezi kaenda hata masaa 5. Nadhani hapo hiyo hauwezi ukazungumzia tu nchi yako kila siku. Nchi zingine inabidi tuzizungumzie kwa sababu ndo kesho ya Afrika, kwa sababu kila siku tunazungumzia free trade area. Tanzania huwezi ukaishi kama, itabidi ufanye biashara na majirani. Kwa hiyo sio kila siku tu tuzungumzie Tanzania, inabidi tuangalie upande mwingine. Asante sana, tutaongea tena kesho Mungu akipenda inshallah.